السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه wasallam. Leo tutaendelea kujifunza darasa letu katika lugha ya Kiarabu katika nyakati ya tatu. Maana yake tulijifunza nyakati mbili, fi'il madhi, maana yake vitendo vya wakati uliopita, ni fi'il mudhari, vitendo vya wakati wa sasa. Hivyo basi, baada ya kumaliza vile vitendo nyakati zetu zile mbili, ndio tutaingia katika nyakati ya tatu ambayo inaitwa fi'il amri. Maana yake fi'il amri, maana yake vitendo vya kuamrisha, sivyo? Vitendo vya kuamrisha. Hivyo basi, lazima tujue kwanza nini maana ya fi'il amri, maana yake vitendo vya kuamrisha, maana yake nini? Waarabu wanasema sivyo, wa kullu fi'il, ni kila kitendo, yutlabu bihi husuli shay'in fi zaman almustaqbal, ni kila kitendo ambacho kinaombwa, sivyo, ambacho kinaombwa, sivyo, ili kije kutokea katika wakati ujao, sivyo. Mfano nikisema nenda, namaanisha mimi nazungumza sasa hivi, nenda, maana yake nakuomba kitu fulani, lakini kwa kitu kinatendeka katika wakati ujao baada ya maongezi yangu, kisha iko kitendo kinafanya nini? Kinafuata. Hiyo ndio maana nini ya fi'il amri. Siku moja ukiulizwa nini maana ya fi'il amri, utasema huwa kullu fi'lu yutlabu bihi husuli shay'in fi zamani almustaqbal. Hii ndio definition yake. Hivyo basi, lakini Waarabu wao wanasema kwamba fi'il amri, vitendo vyote vya kuamrisha huwa vinatokea katika nini? Mukhatabi, katika wazungumzishwa. Maana yake nikisema viwakilishi vya wazungumzishwa na maanisha nini? Anta maana yake wewe, antuma maana yake nyinyi wawili, lakini antum maana yake nyinyi wengi. Kwa maana hiyo hivi ndio vinaitwa mukhatabi, maana yake wazungumzishwa. Manake fi'il amri huwa inatokea hapa moja kwa moja, lakini katika viwakilishi kama huwa, huma na nini na hum pamoja na ana na nahnu, Waarabu wanasema pale hakuna fi'il amri, hakuna fi'il amri. Fi'il amri inatokea hapa, sivyo? Hivyo basi tukisema yadhhabu, yadhhabu maana yake anakwenda, si ndivyo? Yadhhabu maana yake anakwenda sasa hivi. Je, nikitaka kusema wewe nenda, nikuamrishe, nataka niseme wewe nenda, si ndivyo? Nitasemaje? Nikitaka kusema wewe nenda nitasemaje? Nitasema anta, wewe, idhhab, idhhab, idhhab maana yake nakuamrisha. Anta idhhabu maana yake wewe nenda. Anta idhhabu maana yake wewe nenda. Fi'il amri yoyote lazima mwisho ishie na sakina. Fi'il amri huwa inakuwa nini? Inakuwa mabniu, maana yake yenye kujengwa na nini? Na sakina. Maana yake katika kila kitendo cha wakati uliopo, herufi ya mwisho ikiwa na sakina inamaanisha wewe fi'il amri, sivyo? Je, mtu wawili nikitaka kuambia nyinyi nendeni, nitasemaje? Nitasema antuma maana yake nyinyi wawili, idhhaba, antuma idhhaba maana yake nyinyi wawili nendeni, sivyo? Antuma idhhaba maana yake nyinyi wawili nendeni, sivyo? Maana yake na uamrisha hapo. Lakini antum maana yake nyinyi wengi, sivyo? Nikitaka kuambia nyinyi wengi nendeni nitasemaje? Nitasema antum maana yake nyinyi, sivyo? Nini? Idhhabu,
idhhabu maana yake nendeni, antum idhhabu maana yake nyinyi nendeni, si ndivyo? Kwa maana hiyo nikitumia mfano wa kitendo cha pili nini, nikisema yaktubu, yaktubu maana yake anaandika. Je, nikitaka kukuamrisha wewe andika, nitasemaje? Mwanaume nataka kukuamrisha wewe andika, nitasemaje? Nitasema uktub. Nitasema uktub. Maana yake hii harufi ya mwisho inaingia nini? Inaingia sakina. Maana yake ikishaingia sakina, maana yake inaonyesha kwa kitendo nini? Ni fi'il amri, kwa sababu fi'il amri yenyewe upanajengwa na nini? Na sakina katika harufi ya mwisho. Je, kwa nyinyi wawili nataka kuambia nyinyi wawili nendeni, nitasemaje? Nitasema antuma, maana yake nyinyi wangapi? Wawili, si ndivyo? Uktuba, andikeni. Antuma uktuba, antuma uktuba, maana yake nyinyi wawili andikeni, si ndivyo? Je, mkiwa wengi ninakwambia andikeni, mkiwa wengi, nyinyi mkiwa wengi, si ndivyo? Lakini mpo karibu yangu, nataka kuambia andikeni, nitasemaje? Nitasema antum, maana yake nyinyi wengi, si ndivyo? Uktubu. Antum uktubu, maana yake nyinyi andikeni, si ndivyo? Kwa maana nikitumia mfano wa kitendo cha mwisho nini, jalasa, nikisema yajlisu, maana yake anakaa sasa hivi, si ndivyo? Kwa nikisema yajlis, maana yake yeye anafanya nini? Anakaa katika wakati wa sasa. Je, nikitaka kukwambia kaa anasemaje? Nitasema anta, wewe, ijlis, wewe ijlis, anta ijlis, anta ijlis, maana yake wewe kaa, anta ijlis, kaa, si ndivyo? Na kuamrisha sasa ukae, aidha ukae kwenye kiti au ukae sehemu gani, lakini na kuamrisha, si ndivyo? Tunaona isini ina nini? Ina sakina mwishoni, sije inamaanisha kwamba kitendo ni fi'al amri. Je, nikitaka kusema nyinyi wawili, si ndivyo, wanaume, nitakwambia kaeni, nitasemaje? Nitasema antuma, maana yake nyinyi wawili, si ndivyo? Ijlisa, maana yake, si ndivyo? Antuma, nyinyi wawili. Ijlisa, maana yake inamaanisha nini? Kaeni. Antuma ijlisa, maana yake nyinyi kaeni, si ndivyo? Maana yake hapo nitakuwa nimefanya nini? Nimwamrisha mkae, si ndivyo? Lakini antum maana yake nyinyi wengi. Je, nikitaka kuamrisha, si ndivyo, nyinyi wengi kaeni, nitasemaje? Nitasema antum, si ndivyo? Antum, nyinyi wengi, si ndivyo? Ijlisu, manake nyinyi, si ndivyo? Kaeni, nyinyi kaeni, manake hiyo ndo nini? Fi'il amri, manake vitendo vya kuamrisha ambavyo vinatokea katika nini? Dhamairi za kiume, manake katika viwakilishi vya kiume, si ndivyo? Hapo tutakuwa tumehitimisha darasa letu la ngapi? La tano katika fi'il amri, si ndivyo? La tano maana yake katika darasa lijalo tutaendelea na la tano b, si ndivyo? Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.